Praise the Lord. Naendelea na kufundisha juu ya kipawa cha Roho Mtakatifu. Nataka nitoe mifano mingi tu ambayo itamsaidia mtu fulani kuweza kuwa na ushirika na Mungu binafsi yeye mwenyewe, kutokuwa tegemezi tena. Ukizidi kusoma katika Warumi sura ya 8 mstari wa 11 inaonyesha kwamba huyu Roho Mtakatifu, hiki kipawa cha Roho Mtakatifu kikimjilia mtu kinauhuisha mwili wake. Yani the mortal body is quickened by the Holy Spirit. How is that? Let me talk about the mortal body. Mwili una tendency ya kuchoka, ya kuchakaa. Ukitoka asubuhi umechangamka kwa sababu ulilala usiku. Wengine ambao hawalali kabisa usiku, kiamka asubuhi kisha choka. Hata makazini, kuna haki ya wafanyakazi kwenda likizo. Napewa likizo ya mwezi mzima kila mwaka. Why? Kwa sababu mwili una tendency ya kuchoka. The body wears out. Unachoka, unachakaa. Na ukishafanya kazi kwa kipindi fulani, ukifikisha miaka 60, wale waajiri wanakuambia pumzika sasa. Ni watu wachache tu ambao wanaendelea kufanya kazi za kuajiriwa beyond 60. Labda kwa sababu ana expertise au kwa sababu nyingine zozote. Lakini the majority wanaambiwa nendeni mkapumzike. Meaning kwamba mmeshachoka. We need new blood. Tunahitaji watu waliochangamka zaidi ambao wanafaa zaidi kufanya majukumu haya. Hatuhitaji watu waliochakaa. So tendency ya mwili ni kuchakaa on a daily basis. Kwa kila siku inayokuja, kila siku inayopita, mwili wako unachakaa zaidi. Mimi nimesoma uhasibu. Kuna kitu kinaitwa depreciation. Yani that is a similar example. Ukinunua gari leo, ukaanza kulitumia, lile gari linachakaa, lina tendency ya kuchakaa, linapoteza thamani zaidi. Kwa likishatembea kilomita kadhaa, thamani yake iliyokuwa nayo pale mwanzoni inakuwa imepungua. So it's the same principle with humanity. Kwa miili yetu hii ina hali ya kuchakaa. Kwa Roho Mtakatifu anaweza kufanya nini? Kuuhuisha mwili wako. But you know how? Nimeongelea huko nyuma. Sio weird stuff ambazo. Yani sio, kuna watu wanatamani waendelee kuwa vijana. Mama labda yeye alikuwa mrembo sana au ni mrembo sana. Anatamani aendelee kuwa vile vile maisha yote. Now there's a tendency for the body to wear out. Uso ulikuwa mlaini unaanza kuwa na makunyanzi. Ulikuwa unaweza kutembea umbali fulani huwezi tena. Unaweza kukimbia huwezi tena. Unachoka. You lose a yard also every single day of your strength. Nguvu za mwili zinazidi kupotea. So how do you refresh that body? Ile refreshment ya kulala usingizi na kuamka kesho yake haitoshi. Na wakati mwingine ukiwa umechoka sana unaweza usipate hata usingizi. So the Holy Spirit, that's where the Holy Spirit comes to quicken your mortal body. Warumi sura 8 mstari wa 11. Nasema na huyu Roho Mtakatifu ataihuisha miili yenu iliyo katika hali ya kufa. Anaihuishaje sasa? Let me read the scripture first before I give you this secret. Ni siri. Siri yako usimwambie mwingine. Wewe fanya mwenyewe tu peke yako hapo. Utaona. Okay? Warumi 8:11 nasema
Lakini ikiwa roho yake yeye aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu, yeye aliyemfufua Kristo Yesu katika wafu ataihuisha na miili yenu iliyo katika hali ya kufa kwa roho wake anayekaa ndani yenu. So that idea that the Holy Spirit is your body is the temple of God is another portal, is a pathway to the life of God. That scripture, ukizoea kuisema kwa kila siku, say asubuhi, mchana na jioni, ukizoea kuikumbuka hiyo scripture, your body, ile wear and tear ya mwili wako itapungua sana. Yes, eventually mwili utakuja kufa, because this mortal body cannot inherit, is not expected to enter into the kingdom of God, into heaven. But ukiwa katika mwili huu ulio katika hali ya kufa, mwili huu, ile rate ya kuchoka itakuwa ndogo sana. Rate ya kuchoka ni pamoja na finally kufa. Yesu si alikufa msalabani, akazikwa, akahuishwa na nani? Na Roho Mtakatifu. So the same Holy Spirit that quickened the body of Jesus will quicken you if you want, and if you know. Now you know. So how will he quicken? The portal is that word, lile neno linalosema kwamba mwili wangu ni hekalu la Roho Mtakatifu, na hili neno linalosema kwamba roho huyo aliyemfufua Yesu kutoka katika wafu ataifufua na ataufufua na mwili wangu. Mwili wangu unakufa kwa magonjwa, mwili wangu unakufa kwa shambulio na fungus. Every time James come and eat my flesh. Kumbuka kuna scripture nyingine tena naongelea habari za your flesh being eaten. Ukisoma Zaburi ya 27 anasema, adui zangu walitaka kunila nyama yangu, walijikwaa na kuanguka. Those flesh eating enemies, once you know these words and you speak them, they will not consume your flesh. And wear and tear, the rate of wear and tear to your flesh, is it flesh? Yeah, flesh will reduce. You will be fresh every single day, every single moment. Ukifanya kazi ya kuchosha sana mchana, labda uko ofisini, umechoka kweli kweli, mwili umechoka, akili imekataa, what do you do? I will tell you my tendencies, my carnal tendencies. I would watch soccer. I would just start to nitoke kwenye yale mazingira. You know that the meaning of that word, kutoka. I want to transcend from that environment. Unfortunately, I want to do that physically. Fleshly, kimwili. That's not it. So how do you do? Speak in tongues. Speaking in tongues refreshes you. It freshens your body. Kuna watu miili yao inatoa harufu mbaya, inanuka vikwapa vibaya. Freshens, unakuwa unatumia air freshener. No, use the spiritual freshener, the Holy Spirit. Speak in tongues, ask for interpretation regarding the corruption that is causing the odor of your body. Go speak in tongues. Ukinena kwa lugha mpya, your body gets refreshed. Day after day, you look fresher than your colleagues of the same age. You look fresher than them. Praise the Lord.